Pene kwa kamera unaweza ambia neno tu moja tu. Yule ambaye amekushika mkono. Wanyu alinishika mkono, nikianzia na Madam Stella, Mungu mbariki. Na hata akiwezekana angawa miaka yangu amuongezee. Natamani kumuona nikaishi na yeye, shida zangu ziishe. Wewe usiniambia ati mimi ni mzuri unikanyange nitakuonyesha ubaya wangu juu mimi ni mtu. Na ndio maana niko hapo, na ndio maana niko relevant mpaka saa hii. Na ndeke itawaisha. Ndeke jina kubwa. Ndeke ni jina. Mpaka rais anasema nataka ile msanii ya Ukambani kichwa. Hiyo ndio naisi. Karibu sana studioni mzee mzima Ndeke. Mimi ukuita tajiri. Kuna watu wamekaa hivi moja kwa moja wakaanza kuulizana, jamani tuletee Ndeke, liwe liwalo tuletee Ndeke. Kivivyote vile, fanya shughuli yoyote, fanya juhudi zote zile, tuletee Ndeke. Pengine kujitambulisha tu kwa mara ya kwanza. Hundi kuna shabiki yule mgeni kabisa mwenye amekaa hivi akasema, mimi ndio naona Ndeke kwa mara ya kwanza. Ndeke ni nani kwanza? Ndeke ni msanii wa nyimbo za Injili. Ndeke ni msanii wa nyimbo za Injili. Tukirudi kwa sasa hivi, Ndeke ni msanii wa nyimbo za Injili. Bwana, vibao zako utofauti kabisa. Siri huwa inakuwa nini? Message yako kwanza unaipata aje? Message yako unaipata ama unaamuka tu alafu unajikuta tu message imeshafika? Unajua message, watu hutumia message kwa different way. Sasa mimi mtu anazanifanyia jambo, kutoka hapo message ya wimbo ikuje. Na ikuje naingia studio na achilia wimbo. Na kuna siku message ishaikuja kama Ndeke alafu kasikia message imepotea. Hakuna siku ukiona message imekuja yule msanii alafu inapotea, jua umerogwa. Jua umerogwa. Message mimi ujiombea sana. Anajua kuna shetani. Na shetani ni mtapeli. So mimi huomba message yenye inakuja ikuwe ni message nzuri, ninaimba na bariki watu. Kwa sababu naweza message inaweza kuja na nisahau. So nikisahau message itakuwa huyo wimbo ningeimba mtu wako mahali apone. Na message nisahau. Unaona hiyo ni uchawi. So mimi naomba Mungu nisisahau. Message yenye inakuja, wewe Mungu nibariki nitoe wimbo. Nibariki nitoe wimbo. Moja kwa moja ulijijua aje kwamba kwa sababu mimi kama Ndeke niko na talanta ya uimbaji? Ama uliamuka hivyo akakupa msukumo, jamii akakupa msukumo, mababu akakupa msukumo? Mimi kutoka nilikuwa mtoto mdogo. Nilikuwa miaka 12 ndio nililijua. Lakini nilikuwa najijua mimi ni dancer. Sikuwa najijua kana kwamba mimi ni msanii. Mimi nazaimba. Nilikuwa na miaka 14 ndio nilijua mimi nazaimba. Sababu nilikuwa naimbia watu wa siasa, naona wananipea pesa, nikisema mbele yao na watungia tu wimbo hapo kwa hapo na ziandika mahali. So nikiwaimbia wakinipea pesa, wengine wanakuja. Nikienda kwa kanisa naimba, hapo ndo nimeweza kujua mimi kweli nazaimba na naweza dance. So nikaona niko na pipa vigapi? 2. So nizigatie zote. Kuimba na kudance. Unaambiwa jamani uimbaji na kudance. Tukibaki hapo upande wa kudanza, moja kwa moja niliona unapeleka aliyekuwa gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Mbuvi Songo. Watu wakasema imekuaje? Sasa hivi pengine katika utunzi wako moja kwa moja, kuna ule utunzi ambao umesema mtu anabeba maisha vile maisha yalivyo, unapata message. Kuna siku ushaika hivi alafu pengine katokea ni kama Biblia. Sasa Biblia umeletewa wao wakaambiwa imba kulingana na mstari fulani. Ukisikiza ngoma zangu, ukiwa ni msanii, unaweza imba wimbo ukielezea watu vile ushaiteseka. Na ukiwaambia unaingia kwa Biblia. Unasema hata Jobu mwenyewe aliteseka, mali yake ikaisha, na akaambiwa na bibi yake amtuse Mungu sababu amemnyang'anya mali, na Jobu akakataa. So mimi nafumilia kama yeye. Sio unaona umetoka Biblia. Sasa umesema wewe unafumilia kama Job. Utatusi Mungu, utakufa moyo, wewe utaendelea. So umeimba umeambia watu shida yenye umepitia. Lakini nimewaambia ukilinganisha na Biblia. We
Ndekee kufika mahali ambapo umefika. Ndekee ni jina kubwa kabisa. Imekuwaje baba bwana? Hii maisha na hii Kenya saizi kukubalika tu hata mtu mmoja upite tu hivi alafu aseme mtu ataje tu jina lako. Inakuwaje? Sasa kuna kitu nataka kuambia watu. Ikiwa umekubali kitu ambacho uko nacho, na ukae vizuri na ukae chini uone kitu yenye uko nacho ni cha Mungu. Si cha kupewa na si cha kununua, ni cha Mungu. Na ukikumbali kitakupeleka mbali. Wakati nilijua niko na kitu ndani yangu na ni cha Mungu na nikakikumbali, ndio maana nimefika hapo nilivyo. Mungu akanipea jina kubwa na nikapendwa, ni kwa sababu kitu ambacho nakitumia ni cha Mungu na nimekikubali. Pengine tukianzia hapo, kuna yule kijana ambaye yuko kule nje, anakaa anajiuliza, nami pia siku moja natamani angalau pia niweze kusikika mahali, niweze kutambulika mahali, jina langu litajwe kwa wale ambao moja kwa moja wanapiga hatua. Pengine ungeeleza yule kijana aje bwana? Ndiye anaanza tu. Nawaambia hivi. Yes. Kitu ya kwanza, huwezi kuingia kwa hii kazi ya Mungu ukiwa uko na tamaa. Unaweza sema acha niingie studio niimbe, nikuwe celebrity kama Ndekee nipate pesa. Ni wewe useme kama niko na kibali cha uimbaji. Mimi naomba Mungu unisaidie niimbe kama vile nilimwambia Mungu. Nilimwambia nilikuwa na miaka karibu 5 nikiimba kwa masoko. Nikiimba kwa masoko nikiwa sijulikani mbali. Lakini nikamwambia Mungu, nikisimama kwa masoko nikiwaimbia naona wanafurahia, watu wananipenda, na nyimbo zangu ambazo naziimba zinajulikana tu na watu wenye wako kwa soko. Mungu naomba unibariki. Niimbe nyimbo zangu sijulikane na kila mtu. Ni sababu nyimbo ambazo naziimba ni za kutia mtu moyo. Kuna mama anaweza kuwa kwa mahali alafu namwambia mama, hata kama wewe ni yatima, hata kama wewe mzee alikuacha, wewe vumilia, Mungu atakubariki siku moja. Mungu atainua mtoto wako, hata mtoto wako atakubeba na gari. Na nikamwambia Mungu, naomba siku moja nisiwe naimba nyimbo tu nasikiza mimi peke yangu. Naomba siku moja nikiimba nyimbo zangu zinajulikana na watu wengi na zinabariki watu wengi. Na hapo kwa hapo Mungu akaangalia bidii yangu. Akanibariki. Na akaanza kuninua tu pole na mimi nikajikaza. So kuna vijana wako mahali wanataka siku moja. Kila mtu anasemanga tu anataka kuwa celebrity. Kila mtu unataka kuimba, nataka kwanza nikuwe celeb, nijulikane, hivyo ndio wanataka. Lakini nawaambia hivi, ni lazima utafute menda. Ukimtafuta uwe mnyenyekevu na mtu ambao si wa mdomo. Unajua si binadamu. Unasazaliwa na Ndekee, alafu kwa mfano vile nasemanga, mimi ni kweli mtu wa kuonja. Nikwambie kwa mfano, hebu nenda nibaie kwa mfano, sijui kuna wine. Nikuwe natumianga ka wine. Wao uende kwa mitandao za koropoka Ndekee anatumianga wine. Ndekee you cannot success. Wezi. Mzazi mwenye amekuzaa na amekuzaa kwa uimbaji, hata upata ako namna gani, weka na yeye akusaidie, utokelezee, Mungu akubariki. Lakini ikiwa unachukua huyu na achilia huyu, unachukua mwingine unamwachilia, unachukua mwingine unamwachilia, utakuwa namba nyimbo zako unaziangalia wewe mwenyewe, unazunguka tu hapo. Hata kama uko na mtoto atakuwa anajua kama umeimba. Lakini ukiheshimu mafuta, sababu unasababishana na Ndekee, mimi niwe sina shida na wewe, lakini mafuta yangu mafuta inapigana. Wacha nikwambie, mimi sijawahi ona mtu mwenye alibishana na mimi. Saa anaendelea vizuri. Naweza kunenea mazuri, niambie Mungu. Ni kwa sababu kipawa nilio nacho ni wewe ulinipea. Wachana na huyu. Mimi sina shida na yeye. Lakini mafuta iliyo ndani yangu inapigana, inanitetea, inanipigania. Unaona kama wewe ni mwenda wazimu. Ukijiangalia unaona kama umerogwa. Na wapea kwa mfano na kijana mmoja alinitusi. Nasikianga anaendanga na slippers. Maisha ilimbadilikia. Sikumhukumu, sasa sikumunenea. Lakini nililia.
Nikaambia Mungu kama kuna siku nishai huyo kijana msaidia. Na akadanganya na mwimbaji mwenzangu wanipige vita, wanimalize. Sababu mimi si kwenda kwa mganga nikuwe celebu. Kipao yangu si kununua. Mafuta yangu inipiganie. Sasa anateseka. Hata mimi kwanza mimi namuhurumianga. Ndio maana nasema mwenye amekuzaa hata kama ako namna gani yeye ni mtu. Ndio nasema si lazima ukipatana na mtumishi mahali kwa namba uanze kuenda uanze kusema nilipatana na yeye wapi, nilipatana na yeye wapi. Na vitu ambavyo wanadamu wanafanya lazima yafaa. Hata kama mimi ni msanii, mimi ni mtu. Na lazima nifanye vitu ambavyo watu wanafanya. So ndio nawaambianga kama uko na spiritual father ama mama, respect, mpende, mafuta yake ikusaidie. Tunapozungumzia hapo upande wa ujumbe maana ambao amezungumza, kuna watu ambao mmezoea, mnaanza safari mkifika mahali mnaona kwamba tayari mmeshafika. Kuna mafuta ya mama ambaye moja kwa moja amekuwa mlezi sana kwako, Mama Stella Mengele. Jamani. Wewe mama ni kama kuna vile amekubeba akakuweka hatua fulani akakwambia mwanangu njoo ukae hapa. Unajua hata watu wengi wanaonanga ni mamangu kunizaa. Kwa sababu nakumbuka mahali mama alinitoa. Alinipata nikiwa nimeenda kwa wasanii wengi na waambia nataka munizae, mimi ni yatima, niko na shida, niko na kipawa, wananikataa. Wanasema tukichukua huyu kwa mwaka mmoja, huyu mwaka mmoja anatushinda huyu. Ile tunaona ako na nyota. Sasa huyo mama wakati alinichukua. Na juu mimi sina mama, si kulelewa na mama, si kuona mamangu, vile huyo mama ananileanga, mimi naonanga ni kama ni mama. Kwa sababu huyo mama akinichukua hata sikuwa na nguo. Nguo yangu ya kwanza ya pesa mingi. Trosa ya jean. Kufaa trosa ya jean ya pesa mingi ya 1500. Ni yeye alininunulia. Kufaa nini paste ya pesa nyingi. Nilikuwa nanunua paste ya 50 ya 150. Lakini ile paste yule mama alinibaia sijui nini paste 3 2500. Matendo ambao huyo mama ananifanyianga ndio maana muitanga mama, ninampenda na mrespect. Saa hii niko na mansion 28. Si akili yangu. Ni akili yake. Kwanza kuna mtu alikuja nikaniuliza swali about mansion. Ndeke. Niko na sasa ndio mama akaniambia pesa uko nazo. Na mtu uwisha. Utakaa juu. Kuna ndeke mwingine atakuja. Na sababu najua uko na pesa na kuona waheshimiwa na kuona watu wakubwa uko na pesa. Nunua pahali ujenge. Nikanunua. Ununua nikajificha nianze kukula pesa. Akaniambia kama ulinunua pahali nenda unjenge. Nikajenga sababu namuongopa juu ni mama. So kama singekuwa na huyo mama alafu nipata hizi pesa ningeharibu tu huku. Naenda mahali naenda Mombasa. Raha. Lakini kwa hapo mwisho naanza kuteseka. Lakini sababu namheshimu akaniambia Ndeke fanya hivi. Nataka ufanye hivi, mimi nafanya. Na nikifanya na kwa kweli huyo mama alikuwa anataka kunisaidia. Ndio maana namheshimu. Hata kununua hii gari yangu. Yeye. Uko na pesa. Nenda Mombasa nunua hii. Hata sasa niambia nataka ununue TX. Na si ati hakuna pesa ziko. Lakini sasa nikaniambia kwanza nitunjenge. Uite watu tufungue. Kutoka hapo hata ununue gari kubwa na muda gani sikuulizi. Lakini huwezi nunua gari kubwa na una pahali pa kuenda. Ndio maana namheshimu. Lakini kwa sababu jina yangu nilingaramia sana. Hata utangaramia. Mimi naona watu wakisema ati mwimbaji ananiambia nimlipe tuipe kwa Lambo, mimi utanipea hata 500,000. Ndio maana sibai kwa Lambo. Na ni kama kuna msanii uligaramia. Kama kuna msanii ashaipata jina yake na mashida na kilio na machozi. Ni mimi. Kutumiwa magunzi waniue. Nikienda event na tumua wakora walisimama kwa barabara, kuwekewa sumu kwa chakula, lakini sababu mimi ni mtumishi wa Mungu na mimi niko na mafuta na mimi nimeitwa. Na mimi huonyeshwa, mimi ni kama nabii. Kama una plani kufanya mambo yako, huonyeshwa. Ndio maana hawakufaulu. Ningekuwa mtu wa kawaida, singekuwa hapa. Ningekuwa nishaimalizwa. Alafu nikakaa chini kaona watu wengi unjifanye vile wameokoka. Na kama kuna kitu Mungu atakangi ni hiyo.
Juu maana au kuona nini David alienda akachukua sijui bibi ya nani akalala na yeye na hapo kwa hapa akawa yule Uriah's wife akawa si king king mfalme. So watu unaonanga ni wambaya au Mungu ndio umbariki. Vile wanaonanga ndeke juu mimi wewe nilichokoza nitakupiga tu. Yesu alienda akapata wanatumia kanisa vibaya. Si alichukua fimbo. Akachukua fimbo ikabidi watu watoke mbio. Akiwachapa. So wewe usiniambia ati mimi ni mzuri unikanyange nitakuonyesha ubaya wangu juu mimi ni mtu. Na ndio maana niko hapo na ndio maana niko relevant mpaka saa hii. Na ndeke itawaisha. Ndeke jina kubwa. Ndeke ni jina. Mpaka rais anasema nataka ile msanii ya Ukambani kichwa. Hiyo ndio naitaka. Rais mwenyewe. Dini ya rais unaipata aje baba? Ama ukana watu vizuri. Kama watu vizuri, penda kazi yako, wewe tia bidii na kaa kivi yako. Wewe usitaki urafiki mingi sana. Sana kama wewe ni mtangazaji, usitake urafiki mingi sana na watangazaji. Mimi sitakangi urafiki mingi na waibaji. Na hakuna mwimbaji naweza kuambia rafiki yangu. Tukipatana mahali tunacheka, tunafurahia, tunaachana kila mtu anaenda za. Hakuna mtu anajua ndeke ameenda kulala wapi, ndeke leo ataenda kukula nini, ndeke leo nini. Ama tuende mahali kwa hoteli tukule, hiyo nayo hapana. Wetu kama ni kwa event tuimbie watu, tumshukuru Mungu. Kama ni kwa kanisa, kutoka hapo mimi naingia kwa gari naenda zangu. Kama ni kufurahia mimi nafurahia na vijana wangu wa kazi. Lakini si waibaji wengine. Kuna siku kwa safari yako ya uimbaji nikikurudisha hapo hivyo, kuna wakati ushafikiria kutoa kama worship hivi? Maana hizi siku zote inakuwa mizunguko. Natamani kuona Mungu, natamani kumuona, nikaishi na yeye, shida zangu ziishe. Iko natamani kuona Mungu. Katika Ukambani wenyewe unapata nyimbo zako nyingi, wengi kutoka Ukambani wanataka waimbe Kikamba. Wewe nini wewe na kuinspire mpaka unajikuta umepiga Kiswahili, unajua unapiga Kiingereza hapo Don't Leave Me God. Nikiona followers wangu kuna Wakikuyu, kuna Wajaruo, kuna Wameru, according to vile huwa wananipigia simu. Wananiambia ndeke mimi ni fani wako, mimi ni Mkikuyu napenda nyimbo zako. So saa zingine naimba na Kiswahili wasikie. Juu wengine wananiambia ndeke mimi ubarikiwe na vitu wewe udansi. Mimi naangalia vitu vile una dance lakini sisikii. Ndio maana saa zingine naimba na Kizungu. Hakuna msanii wa Ukambani anaimba Kizungu kama mimi. Hakuna. Mimi ndio naimba gospel ya Kizungu. Hawawezani waambie wewe ni matambu. Na ingekuwa umeshikanisha Kizungu wangepata tabu. Na naimba Kizungu ambacho nakijua. Ningekuwa nimeenda shule kama wao, ningeimba Kizungu niende mpaka Amerika. Wangepata tabu sana. Alafu hii dance yako ulienda training upanda kudansa ama vipi? Sinakwambia vitu zingine ni talent tu. Hata unaweza enda upate kuna mtu huwa anazungushanga tu mkono peke yake. So vingine ni talent. Kuna wakati umetrend ilikuwa was it Mashujaa Jamhuri? Kichwa chako hivi. Mashujaa. Bwana, when I grow up mimi nataka nikuwe kama ndeke. Yaani kuna zile DJ ambazo unazipata hadi kafika kiwango ikakuwa ni kama gumzo sasa mtaa. Sasa ukiwa mahali unajua hapo ni kulikuwa mbele ya rais mmoja, kulikuwa wa Kenya na sijui mgeni wa wapi. Alafu mko wengi. Fanya kitu cha tofauti. Siti ni waonyeshe vitu tunadance na minguu. Wao unajifanya tu jui. Alafu dakika ya mwisho wao waonyeshe wewe ndio nani. Trend mimi kama kuna kitu huwa mimi napenda ni trend mimi peke yangu. Na wasanii wanajua. Kama tuko mahali event nikiwa na wao lazima wajue ndeke hata kukue nini ana trend. Juzi rais alikuwa pale Machakos. Alikuwa Machakos. Mimi tukaimba wakati rais aliingia kasemekana sasa ndeke aonyeshane kipawa yake. Sililekewa wimbo ya msanii mwingine nikatrend. Sasa nikaambia Mungu kuna sababu kama ningewekewa wimbo wangu niendeshe hiyo kichwa watu wangaa tu ni kawaida. Lakini wakati niliambiwa ndeke ndeke song. Sasa DJ unajua rais hawezi simama dakika 3. Kweli na DJ anaachilia tu goma yenye iko karibu. Sasa wakati aliweka goma ya msanii mwingine
Sasa si watu wakaanza kuongea, umefanya Ndeke we DJ, we DJ katusiwe Ndeke DJ we. Sasa mimi nilikuwa nafurahia sababu hiyo ni Mungu. Ndeke huko sikia umeshushwa kidogo baba. Sasa ingekuwa ni mtu mwenye anajifanya amesoma kwa Kilindi amesoma, nimeshua sana kwa song alafu anateta sana. Na sababu mimi I'm very wise. Nikaona sababu nimetrend. Mimi upenda kutrend. Mimi upenda sana. Sababu mimi kila sijajiposti mahali lakini nimepostiwa kwa Facebook ni Ndeke DJ wewe Ndeke wetu Ndeke. Mimi nikafurahia sana. Nikaambia watu msameeni DJ. Nikamtetea. Kuna kitu ambacho umezungumzia ukasema kabla ufanye collab na mtu kuna vitu ambavyo unaangalia, na pia ukasema saa hizi kuna watu ambao unaruhusu washikilie wengine mikono uwezo ukapiga collab na wao. Mimi siwezi. Siwezi imba na mwimbaji mkubwa ama mwimbaji mkubwa kama mimi. Tunaimba ya nini? Na yeye ni mwimbaji mkubwa, celebu, mimi ni celebu, hakuna haja. So ni yeye haibe na upcoming, mimi ni imbe na upcoming tuwasaidie. Ujumbe wa maana tena sana. Pengine tukielekea kukamilisha pale mwaka huu 2026 mengi umezungumzia upande wa maybe collab tumeiguzia nini na nini, ila mashabiki pengine wategemee nini? Kuna vile vibao ambavyo umeanza ufika pale jikoni uko naandaa ama vipi? Niko na nyimbo 3. Kuna ya kwanza ni ya Akili ya Kesho. Na hiyo ni ya kukaribisha watu kwa manjoni yangu. Sasa zingine nitakuwa naachilia tu pole tukimaliza hiyo. Si unajua mtu akiwa ako na sherehe bila anakuwa anashikana kabisa. So nikimaliza na waachilia ngoma. Na kwanza kuna mmoja kali ya kizungu. Ya kizungu inakuja. Watapata tabu sana. Kali sana. Ndeke. Hii mansion hizi kule kuangukia dini account. Hapana. Ndeke. Hiyo ni jasho langu. Hiyo ni jasho langu. Hizi unaweza kunipita hivi ukaambiwa na gavana ama MC yake kwambia pita huko nikupange. Kwa sababu sasa hizi unakula na rais meza moja. Hiyo ni jasho langu. Ninaingia kwa uwaja, ninakatika watu wanapewa pesa, naenda najipanga. Kijana jipange bwana. Usijipange tu kwa tumbo, usijipange tu kwa starehe. Kwa sherehe tu. Sisemi kitu. Kuna mtu ambaye ametuma jumba hapa nimelazimisha niweze kuipitia kwa haraka. Akasema mimi ni Nora kutoka Mtalia. Ndeke ako sawa, Mungu akuonekanie kabisa. Amen. Asante kabisa pia kwa kuzidi kutegea popote pale ulipo, na kama kuna swali ambalo uko nalo feel free kuuliza jamani, moja kwa moja mgeni wa kwetu yupo hapa kwenye studio. Kuna swali lingine hapa la mwisho anasema mimi ni mwimbaji ambaye nipo na kuwa uliza Ndeke kabla mtu kuimba naye anafaa afanye nini? Kuna vitu pengine kabla mtu akufikie ama kabla mtu kufanya collab na wewe. Pengine mikakati ni gani? Pengine ukiiguzia tu. Aombe Mungu anifikie. Aombe tu. Ukinifikia tu sawa. Kitu cha kwanza? Omba tu nifikie. Juu kufikiwa na mimi ni ngumu. Juu mimi kufikine mimi sikema wale wasanii wengine. Kucheka entertain. I can't entertain nonsense. Wewe kwanza aombe anifikie. Akinifikia tu hivi tunaenda kwa lamba. Amtafute Mungu. Sababu mimi namheshimu Mungu na kuna vitu ambavyo sitakangi. Wewe niombe Mungu, uambie Mungu nahitaji kumfikia Ndeke. Wewe ukimya na Ndeke tu ni hivyo. Umetokelezea. Lakini kunifikia ni ngumu. Unaambiwa omba Mungu. Omba Mungu. Makosa ni uende uombe Mungu upate Mungu aitiki. Alafu utafute tena Ndeke uone aitiki. Umezungumzia kuhusiana na vibao ambavyo umejipanga navyo. Umezungumzia kuhusiana pengine house warming. Moja kwa moja kwa mwimbaji kupiga hatua bila management, muda mwingi huwa kunakuwa na zile changamoto za hapa na pale. Kuna ubora wake na kuna uzuri wake. Pengine himizo lako kwake mwimbaji, kuna yule ambaye ameingia kwa management akapata tabu, kuna yule ambaye amejisimamia akapata tabu. Sasa nataka kujibu. Umeniuliza kwanza kama nakuanga na management. Na kuuliza swali. Wakati nilipokuwa naanzia nilikuwa na manager. Sikuwa na yeye. Sasa huyo manager anakuja kumanage mimi wakati niko na jina, niko na vitu zangu,
Sasa wakati nilikuwa naanzia sikuwa na manager. Nilikuwa ninajitia nguvu, mimi mwenyewe nafanya mambo yangu mpaka nikapata jina. Kwa nini saa hii ruhusu manager akuje kuniambia ukiitwa Tukuza show usiende? Kama kuna msanii ako mahali anakutafuta mambo kwa lambo usiimbe na yeye. Kama kuna event umeitiwa na huyo mama anasema anakuhitaji umbariki na ana pesa usiende. So mimi manager siwezi kubali mtu animanage. Ana vijana wangu mandazi asifanye hapo na manage mimi. Wana kuondokea tunaachana kabisa. Tukaroti manage na wakati nilikuwa na jikaza nipate jina hakuna mwenye alikuwa ananimanage. Mpaka nikalipata jina nikabarikiwa. Kwa nini kuja kujifanya ananimanage? Ungenianzia nikianzia kunimanage. Ningekubali sema amenimanage. Huyo manager ni mzuri saa hii mimi lakini kama hukuwa si eti saa kuja kunimanage. Na bado mimi hakuna mwenye anaweza kuningojea. Kunimanage itakuwa vingumu sana. Unasema kama ulianza safari kwa msitu peke yako, wacha nikishafika kwa barabara usitoke uko sema ati niko hapa nikubebe. Niko peke yangu. Nilikuwa kwa msitu nilikuwa peke yangu. Wakati tu niko kwa rami sasa unajifanya wacha niko manage. Siwezi kubali. So manage mimi sikuange nayo. Mimi huwa najimanage mimi mwenyewe. Kuna yule mtu amesha give up. Kuna mtu ame give up uimbaji. Ame give up. Na kuna hata kando katika uimbaji kwa maisha, kuna mtu ambaye ame give up. Unaweza mwambia aje pengine kumtia moyo. Kuna wengine wako na shida ya pesa upande ya kurekodi. Kuna wasanii hata hawana namna kabisa. Nawaambia tu wajikaze na waombe kwa sababu kuna siku mimi nilikuwa kama wao. Nilikuwa natafuta namna ya kutekelezea. Alafu akisikia wacha niwaambie siri moja waimbaji. Ukisikia kuna mahali waimbaji wanaenda kwa event. Hata kama hujaitwa enda hapo uonane na wao. Kama unasikia ndege anakuja Tukuza show, ulizie iko wapi nikupate hapo chini. Hapo kwa hapo nisalimie, tubonge chukua namba yangu ya simu. Sasa kunipigia simu alikuwa ananiambia ni yule kijana alikuwa hapo Tukuza show. Yule msichana tulipatana hapo Tukuza. Lakini kama uko kwa nyumba sasa unalala, unaniona hapo. Na unaweza kuwa ako karibu. Ako karibu hapa. Na uwezi kuja kuningojea pale tuongee. Hauna shida. Utakaa na shida baka ukufe. Ni kwanza utie Mungu anasaidia mtu mwenye anaona anajikaza. Jitokeze. Wewe umeamka hapo umekimbia hapo hata hujaonga uso uningojea hapo. Mungu lazima akubariki. Anipe ile roho ya kukusikiza. Nisalimie. Mungu anisimamishe tu hapo nikusikie. Nikwambie kutoka hapo chukua namba yangu ya simu. Kutoka hapo nitakusaidia. Lakini si ati kwa nyumba sasa unalala na Tukuza wa karibu na wewe na uwezi kuja. Na ndege yako hapo. Utakuwa na shida kama kitu kingine. Hautawahi tokelezea. Wewe ni ujikaze na uombe. Jikaze na uombe jamani. Tukizungumzia upande swala nzima ni rudo tutoke kwa uimbaji. Familia imekuwa na mchango gani katika safari yako ya muziki? Nashukuru familia yangu sana sababu imenitia nguvu na imenishika mkono sana. Na uimbaji wangu wanaupenda sababu ndio wanakula hapo. So wanaupenda sana na wananitia nguvu. Shabiki usije ukasahau wale watu ambao moja kwa moja wamekushika mkono jamani. Alafu umezungumzia pia wakati ambapo nakamilisha umezungumzia ukasema kuna wale ambao pia moja kwa moja wamekulea wamefanya nini. Pende kwa kamera unaweza ambia neno tu moja tu. Yule ambaye anakushika mkono. Wenye alinishika mkono nikianzia na Madam Stella, Mungu mbariki. Na hata akiwezekana angawa miaka yangu amuongezee. Sababu amesaidia. Mungu ambariki sana familia yake. Ujumbe maana tena sana jamani, na wakati ambapo pia tupo tunafika pale shabiki wa kwetu Pastor Samuel Nzoma sema jamani Ndekia Mthanga karibu tena sana, tunakufurahia tunakupenda tena sana, asante kwa kuzidi kutegea pale. Isaiah Moremo sema watching live from Embakasi Nairobi, asante kutuletea Ndekia ya Mthanga, huyu kijana hujituma mbaya sana. Lazima ujitume, lazima ujitambue jamani. Martin Maruto sema watching live from Nyali, say hi to Ndekia ya Mthanga, huyu ukaka kiuno chake akina mfupa. Jitambue, jua sehemu yako. Yeye ameshajua sehemu yako yake jamani, na amesema yupo na vipawa vingapi? Viwili, upande wa kuimba na upande wa kucheza jamani. Nzuri tena sana jamani. Na nachukua nafasi hii pengine pia ni kushukuru wewe kutenga muda wako na kuja kwa studio. Maana sio rahisi upate tu maambiwa kuja studio na ukatenga muda na ukakuja baba. Mimi nashukuru na nashukuru tena zaidi.